Hey bana, kama kawa mitamboni bila kupoteza muda, DJ Hero toka pande za Boma, ikiwa ni kwa 0742 140135. Nikiwa na kujina mashine nyingine mpya kabisa, waita The Legend of Fuyao. Picha moja bomba safi hapa, tunazidi kuipeleka, si mchezo, yani mbele yao. Bale, bonge la picha ni uchawi, kipigo, kila kitu imejaa hapo ndani. Wewe tu kwa 0742 140135. Mashine bomba safi imekaa imetulia, yenye kila kitu ndani yake. Kuna uchawi, love story, kipigo, usaliti na mambo mengine kibao. Ikiwa na kwanza unajiunga na channel bomba hii hapa, subscribe hapo chini tuweze kwenda sambamba. Ikiwa picha yetu tunazidi kuitambulisha zaidi pande za Afrika, chini ya samizi mkali wa DJ Hero, ni Swahili kama kawa. Hey bana, impya hii, twende mbele tukaianze. Naam, tusonge mbele. Episode ya kwanza. Tuzoea katika mji mmoja mkubwa maeneo ya China huko. Ujamaa anatupa story moja, anasema unajua kwa nini majimbo matano yaliungana? Ni kwa sababu ya vita vikali vilivyopigwa miaka zamani. Asema ndipo miungu ilipoamua ikabidhi utawala huo mataifa matano chini ya mtu mmoja ambaye alikuwa anamuita Firmament, ambaye alikuwa anamuita Chun Chun. Baada ya muda kupita, asema alinuka mtu mmoja ambaye sababisha vita vikali na maafa makubwa kutaka kutenganisha mataifa yao yasungane tena. Mtu huyo alimuita Defitian. Baada ya muda kuweza kupita, Defitian aliuawa. Sasa ile damu ikabakia katika mawe fulani matano. Yale mambo hayo. Sasa Defitian na karibu kuweza kurudi. Yule mtu ambaye anaitwa Defitian anasababisha vita vikali kutenganisha mataifa. Sasa anakaribia kurudi. Na kuna mwanamke mmoja ambaye ana yale mawe ambayo yana damu yake ndani. Kwa sababu ya mambo ya kiuchawi na mastiki ambayo ilitumika, basi anataka arudishe tena yule mtu anamuita Defitian. Wanataka amrudishe. Ni mtu mmoja alikuwa anapewa maagizo hapa. Anaomba sasa mtafute mwanamke huyo mwenye hayo mawe matano, maana sio muda atamrudisha tena Defitian, vita vitainuka tena. Yule mtu akapewa kazi ya kumtafuta mtu huyo ambaye wanamuita ni mwanamke mmoja hivi. Basi tuondoke kule katika utangulizi, tuje katika eneo moja mzee, yuko binti mmoja tunamuita Fuyao. Kala mambo hayo. Binti huyo hapa mzee, binti mmoja mtundu kweli kweli, ambaye ni mkorofi hata. Leo aliingia katika chemba moja ambayo haruhusiwi mtu kuingia. Alienda kupractice masorati kinyume na sheria. Kala mambo hayo mzee. Huyo hapa mzee wanamuita Fuyao. Kuna kitu kimoja anakiita Slanda, alikuja kukifuata katika chemba hii. Kala mambo hayo. Binti mpya kabisa huyo, bomba na safi, wanamuita Fuyao. Slenda ile pale juu, na binti anitambuaga. Ebale. Sasa napotaka kwenda kuchukua ile Slenda, kuna ulinzi unakuaga. Hawa hapa. Na watu fulani barafu wanatumiaga farasi mzee, wanapiga mbaya. Wewe nani wewe? Akasema mimi ni Fuyao. Hii tekniki ya mruhusi kuingia watu wali ya nchini kama ninyi. Unafanya nini? Akasema ndio maana nimekuja. Nataka nijaribu kuchukua Slenda. Bwana. Sasa najaribu kuchukua Slenda huko ulinzi wa kutisha. Sasa mambo mzee. Koja mzee mzima huyo. Chaki shughuli mzee mzima. Binti tunaambiwa ogopage kitu mzee. Bwana. Huyo mzee mzima. Pita chini mzee mzima. Ngoma ikamkosa namna hii. Yo. Anapita mbele mzee. Wako kama 6 hivi. Sante kie shughuli mziki si mchezo. Ngoma ikavutwa mzee mzima. Binti kapanda hapo juu, napangua ngoma hizo mzima. Sasa anafanya kukatilia mbali. Kumbuka hizi ni barafu si mchezo. Yo, taki mambo mzee. Bwana. Binti alikosa mzima, anatoboa macho. Kumbuka ni barafu. Sasa inaonyesha kwa uchawi mmoja na uita mastiki. Bwana. Pigwa na mzee mzee. Taki mambo hayo. Kuja mwingine mzima. Alipigwa mzee. Yo. Say.
Sasa ameshamaliza, anaiona Slender. Sasa mbaki mmoja. Anakuja mzee mzima. Rusha upanga mzee. Kama inakwenda mzee mzima. Alimkosa mzee mzima, ikamvunja vunja kabisa. Hapo. Say, binti ni mtu sasa anakwenda kuchukua ile Slender mzee. Hiyo mzee. Anakwenda kuchukua ile Slender ambayo na mimi ina nguvu nyingi sana. Anapokwenda kuichukua mzee mzima. Akiwa na furaha kuchukua Slender, ghafla kafungwa na kamba, ikamrudisha nyuma alipokuwa anatoka. Ngala mambo mzee. Ni utangulizi katika moto mzito huu. Wanaita The Legend of Fu Yao. Ebale. Baada ya kuvutwa, alirudishwa ndani. Kumbuka ni chemba ya kichawi aliingia, akakipractice mazoezi. Uchawi anauita mastiki. Sasa alijikuta amerudishwa mahali alitoka. Ngale mambo. Sasa ni mtundu kule. Aliingia sister mmoja anamuita Sister Pei. Huyu hapa. Alitimba. Wewe una shima kutoka shima kwa mtu mkubwa kama huyu. Dada yako. Akisema kumbe ni dada yangu. Nangu sijajua lakini mshida. Nitamsalimia tu. Mama fika haja ya kutaka kuweza kupingana na mimi. Kaambia hakuna. Nyinyi watu walia chini kama ninyi. Watu wadogo sana katika jumba la Mystic hao. Kwa hiyo, kwa nini mnakuwa na utukutu kiasi hiki? Kaambia hapana sister. Aliingia tu kufanya mazoezi kidogo ni chemba. Nasikia ruhusiwa lakini ni sawa. Wewe unakwenda kufa bado unaongea habari nyingine. Umevunja sheria unakwenda kuweza kufa. Mbona pia maneno yako ajabu si ndio? Sasa subiria nikuonesha wewe. Nakupeleka kwa kiongozi sasa hivi ukapate adhabu. Kuingia kwenye chemba sio ruhusiwa. Sasa dada. Unakuwa na raha kiasi gani? Kama ni mimi nishanyona basi nikamate wewe mwenyewe. Hata mwizi lazima ukimkamata mkamate kwanza wewe. Kama mpeleke kituoni. Unaongea vibaya wewe. Wewe, njoo hapa. Binti mkorofi. Ali. Wewe Ali, mkamate huyu. Mfunge mpeleke kwa kiongozi kule kapate adhabu. Kumfunga mzee wewe nani namkubali wewe. Cheki mzee mzima hiyo. Amkunja mzee leta hapa. Leta mguu hapa. Binti anakimbia kufika sasa huku ni mbali huko chini. Kamba kama unaweza ruka. Ruka tuone. Kamba dada wewe njaribu basi. Sasa hapa fai. Na uwezo kujaribu pia. Akaruka mzee. Sasa kumbuka mguu nimemfunga ile sister. Sister kaenda mzee mzima. Bana mzee mzima. Nisaidie. Mama nisaidie. Sasa vile likasirika, ubinti pana msumbuaga sana. Pana mtiega sana puya huyu. Lazima alipie huyu. Sasa mambo. Basi binti mmoja anamuita Puyao. Puyao ni binti mmoja ambaye ni mtundu sana. Bwana nitangulize katika mashine bomba yao. Twende mbele. Sasa baada ya muda kupita, ana kaka yake mmoja ambaye anampenda sana tangu akiwa wadogo. Sasa katika kaka yake anarudi katika mji huu hapa. Sister amekaa hapo juu mzee mzima, wanamuita Fuyao. Akaona kaka yake anakuja. Fuyao, kaka mkubwa. Fuyao anafanya nini huku? Kaambia mimi najua kaka yako chini punga punga upepo. Unajua kutoka kuna sababu utapata bukali sana. Basi usifanye kitu kama hicho sawa? Kaambia hapana, ngoja tukapunga punga upepo ghafla. Sister Pei huyu hapa. Kaambia shime wako kaka mkubwa. Shime. Kaambia Sister Pei karibu. Kaambia huyu mpumbavu anasumbua ameingia katika chemba ambayo haruhusiwi kuingia. Akaanza kufanya mazoezi ndani ya chemba ya siri. Na kinyume na sheria hawa ni watu wali chini sana. Hawezi kuingia katika main session ya watu wa Mystic Camp. Kwa hiyo avunja sheria na taratibu. Apewa adhabu. We, ni kweli umefanya hivyo? Na umeingia huko? Sasa kaka bidii mtete. Sister naomba umsamee kidogo kwa wakati maana. Wewe mtu mdogo kwa na mambo ya kijinga kichwani. Naomba usije kumpa adhabu, msamee tu kwa sasa. Kama kila siku namfichaga huyu. Leo sitakubali. Leo nimpeleka kapate adhabu. Sio kila siku tu tunamtetea mtu kama huyu. Kamba hapana. Leo ni siku ya sacrificial. Kamba kimya.
Lakini si kawaida, nyie wote mnaingia kwenda katika mkutano mkubwa, katika mpambano. Leo ni siku ya sacrificial, mbona bado mko chini? Pia na adhabu wata huko chini, na popo adhabu wewe. Sister Pei pia unaziko kwa adhabu. Wewe. Kamba hapana, achana naye, ni mdogo sana huyo. Naomba nikwambie kitu. Naomba nitampeleka na kumpa adhabu mwenyewe kwa kiongozi, sawa? Kwa hiyo naomba niongee naye. Wewe. Kila siku nakuaga na mtu mwenye usumbufu tu hapa. Next time nakublewa kiongozi katandiko kabisa. Utapewa adhabu kali sana. Afu akamkonyeza chap. Nenda. Kumbe ni watu wenye dili, kwa hiyo ni marafiki wakubwa sana tangu watoto. Umwachie nenda hivi. Lazima nimfuate mimi. Asitarudi. Sasa nilipomvuta chap. Binti akaingia moja kwa moja kwenye hagi moja safi sana. Binti alisikia vizuri. Sasa Fuyao kaangalia, akaona hawa tayari wanasha engagement yao. Kama tuingia katika sacrificial, maana muda umefika katika hunting main section. Twende kule ndani. Fuyao kaangalia, ni mtundu mbaya, akaondoka. Haya. Embu tuje tuone hiyo main sacrificial. Ni baada ya kila miaka 8 huwa anakuja kukutana kama hapa. Basi binti alitima moja na mwenzake huyo. Wakatoa heshima kwa baba yao mkubwa. Wakati wanatoa heshima, sasa hii kitu huwa inafanyika kwa watu ambao ni wa juu sana, wale wa hali ya juu. Sasa Fuyao kama alivyo mtundu, alitaka kujua huwa wanafanyaga nini kila baada ya miaka 8. Ngana mambo hayo. Naye akaa anapanda, anataka kujua nini kipo ndani. Sasa kila siku baada ya miaka 8 wanakutana hapo. Kama kwa mujibu wa sheria za taratibu za Mystic Camp, kila siku baada ya miaka 8 tunafanya mazoezi ya hunting na fighting competition, yaani mashindano. Kila mtu atoe heshima kwa miungu ya nguvu za Mystic. Basi kila mtu anatoa heshima kwa miungu ya Mystic ambayo wanaiabudu, na naamini inafanya kazi kubwa sana. Wakati wanazidi kutoa heshima kama sehemu ya utambulisho kufungua. Leo kuna mzee mmoja akaa akiongea na mtoto wake mmoja hivi, mdogo sana. Mama nangu sikiliza. Katika Mystic Camp hii kuna aina mbili za watu. Wanaovaa nguo nyekundu, suruali nyekundu na mashati meusi. Hao ni watu wa hali ya chini. Wanaita Mystic Black Mystic. Wa hali ya chini sana. Na wale wanaokaa kule juu ya milima ni tofauti na sisi. Ni watu wenye masharti kubwa sana. Kwa hiyo tuko katika matabaka mawili. Tulioko huko chini, kazi yetu sisi ni wafanyakazi wa wale walioko kule juu. Maana sisi ni watumwa wao. Hebu shika hizo nguo. Unazo nguo? Utazivaa hizo kwa sababu wewe ni mzaliwa wa huko chini. Kwa hiyo utakuwa mfanyakazi maisha yako yote. Wale wa kule juu tunapaswa tuwaabudu na kuwatumikia. Kwa hiyo kila siku mavazi ya wale watu, ukiona mtu anavaa mavazi kama haya, huwa ni watu wali ya chini. Na ndo hali yetu ni hali ya chini. Kwa hiyo siku nyingine ukutana na mtu tofauti yote muabudu, umpe heshima maana yuko juu yako. Umesikia mjukuu wangu? Leo siwe kama mwanamke huyu mkorofi sana. Kuna mwanamke mmoja mbaya sana. Usiwe kama mwanamke huyu ambaye mzaliwa hapa. Mkorofi kweli kweli, anaitwa Fuyao. Yaani Fuyao ni mkorofi. Yaani kaka Fuyao ni kasumbufu sana. Unamjua? Yuko pale nyuma. Yule pale mzee unaangalia. Fuyao hayupo mzee. Wakati wa kazi wa kufanya kazi Fuyao hayupo. Wewe Fuyao yuko wapi? Fuyao yuko wapi? Fuyao yuko wapi? Asa mzee anamjua Fuyao ni mtukutu. Yuko huko juu sana, panda na kwenda kuchungulia nini ambacho wanafanyaga watu wa hali ya juu ambao wanawadharau wao huko. Kabaka kimya. Tulia wewe. Amkuta mwenzake hapa. Kamba sikizeni nipe mavazi yangu na mimi nivae nisionekane hapa. Nipe mavazi na mimi nivae. Kamba chukua hapa vaa. Sasa hao watu ni marafiki wakubwa. Hapa ni machungulia tukiamua utapigwa eti unajua. Sababu ya kifo iko hapa. Kama tulia wewe kama kimya. Tunavalia tutajiunga na wao, tunavalia kama wao, kwa hiyo hawezi kutujua. Masikia tunaigiza kama wao. Sio tunaenda tunakaa kile msikia. Kamba sawa, lakini usio muoga. Utakamatwa eti wewe. Sasa wanataka wachungulie. Kama tulia nikuoneshe. Mimi na wao tutaonekana chap. Hawatajua kama ni sisi. Msikia wewe. Basi leo huwa anafanya mazoezi
basi wale wakuu kabisa wa kamili wa hii sehemu wanaita Mystic Camp huwa wanafanyaga ishara kufungua mashindano haya rasmi kuanzia leo. Wanaita Fighting and Hunting Game. Hali mchezo wa kuwindana na kupigana. Leo wanaufungua mzee. Hasa na nguvu za kichawi wanazitumia, wanaziita Mystic Power. Bana. Kumbuka ni filamu moja ya kichawi na yenye kipigo si mchezo. Sasa wakanyanyua juu, wanataka kupimisha namna hii. Kitaria taratibu zao basi ni ishara ya kufungua mashindano haya. Wakaja wakachomeka hapo mzee pa ya makofu yao mzee katimba hapo. Basi wakipisha pita ndege namna hii, kwa mujibu wa sheria na taratibu, ndio wanafungua mashindano hayo rasmi. Angalia mambo hayo. Baba na mtoto wenye nguvu sawa. Basi wakishafungua wale la bakigi hapo juu. Ikibaki hapo juu maana yake mashindano yafunguliwa rasmi kama hivi. Basi wanafungua mashindano hayo kama tunavyoona. Basi majina ya watu wote watakao shindana yako hapo ndani. Hiyo akasema kuanzia leo nafungua rasmi mashindano haya ya Fighting and Hunting Game ya kupata makomando. Na kila atakayeshinda katika pambano hili hatakuwa ni shujaa, yani hero. Atakuwa ni shujaa wa dunia, yani shujaa wa taifa hili. Atapata heshima kubwa katika jumba la kifalme. Kwa hiyo atakayeshinda katika mpambano huu atakuwa ni hero. Yani kama DJ hero. Yani atakuwa shujaa kama hero. Bana. Kwa kila mtu atakao kupambana katika mashindano haya, hakikisha unapata ushindi mkubwa. Unatapata heshima na kuheshimika duniani miaka yako yote. Nafungua rasmi mashindano haya. Nikiwatakia ushindi mwingi katika mapambano yao yataanza siku 3 zinazofuata. Mashindano haya lazima yaanze. Na kila jina atakayekuwa anashindana lipo ndani ya keji hiyo. Hali sainiwa na damu yako mwenyewe katika pepa hiyo katasi. Sabita sema kwa nini tutadharau sisi hivyo? Maka kimya wewe. Kama tuleka fasi ya pumbavu ninyi. Tufanye nini huku? Nataka kufa. Fanya kazi kule. Hasa wao ni wafanyakazi, wanachukuliwa kama wafanyakazi katika jumba hili. Baada ya kushuka sasa binti amegoma kuteremka chini. Wewe shuka wa chini. Mwanisikia fu yao. Shuka wa chini. Kama utaki nitakufanya nikupa sababu nyingi. Au nitampiga huyu. Unamfundisha mtoto wangu ujinga wewe. Shuka hapo. Kama babu mimi siwezi kushuka bwana, hapa chini ni mbali. Unanizoea wewe. Kama babu tulia. Kama unasemaje na wewe? Nakupiga wewe. Usimpige. Mimi nitashuka. Wachie aende. Kama basi pumbavu sana wewe. Potea hapa. Potea. Kufanya kazi kule. Kama nenda. Sasa Fia anataka ashuke hapa. Sasa huyu ni mzee wao na anaenda kiongozi katika fanya kazi. Kama babu sana anapiga kila siku maana mimi naogopa bana. Lakini mtu aliyeniona nimeingia pale. Mtu aliyeniona ni wewe umeniona tu. Inshallah. Shuka. Sikupigi tena. Baba akajifanya kama mpige. Shuka basi, nimekubali, nimekusamehe. Afu leo ni siku ya party. Nataka kachukua wine kule chini. Wine. Binti anapendaga wine mzee. Ambe basi kama nataka mimi naondoka. Nakuja. Kumbavu, umeshuka. Umeshuka mwenyewe mjinga wewe. Alimpa kipigo mzee. Kaa hapo chini wewe. Babu umeniumiza mguu. Sasa namuogopa mzee wao na mzoea. Anamwita Ankozu. Bana. Ambia twende. Basi binti akaamka. Nyanko mmoja mzuri sana. Kama mimi sitaki bwana. Nitakupiga nyingi. Wewe. Muda wa kazi unafanya nini mpaka sasa hivi huko? Haya. Fua najua sawa unachukia. Sisi tumezaliwa hali ya chini hivyo. Lakini usichukie. Ndo hali yetu Fuyao. Sasa unapongania kwenda kukaa kule juu. Kwamba utaki, najua upendi sana kuwa katika hali kama hii. Sababu si ni watu wa chini tunazaraulika, lakini usio na hasira kiasi hicho. Wewe fanya kazi maana umezaliwa hapa, una namna. Usio na wasiwasi. Hapo siku utaeleweka. Kaba tutene naye wote bana. Ila mimi sipendagi wanapotutenga sisi huko chini, tunaacha tunaona kama milimani huko. Familia za yenye hela tunajua mashorati. Mimi pia najua kupambana kidogo. Kaka yangu amenifundisha, anakaa kule.
Rafiki yangu wa zamani sana. Na mimi najua baadhi ya mashauri tunajua kidogo. Kwa nini sikae pale? Kama sifikirie hivyo. Hebu nenda kachukua waini, halafu tutakuja tuongea. Nenda kachukua chap. Aina chukua. Oh, bye. Baadaye. Kama nenda kalete waini isubiria hapa. Wanataka tuwapelekee wakuu huko juu. Wakae mkono wafanya kazi kwa hao watu huko juu. 丁3月可有收获？ 侄儿此番去昆京，得见世子。世子宽仁孝友，贤者风范。侄儿有幸得其赏识。 Baada ya muda kupita, leo mzee alikuwa anaongea na kijana wake. Huyu mzee wanamuita Mr. Yan. Alikuwa kijana wake mmoja ambaye ni mkubwa ambaye anamuita First Brother. Yaani kaka mkubwa. Na huyu hapo jina lake hatulijua bado. Ha baba. Kwani unasema kitu gani? Mtoa safari ndefu kumbe hujajua. Kuna uvamizi mkubwa katika jumba la kifalme. Kuna mtu anataka kugeuza ufalme wa jumba la kifalme. Anaitwa Kizen. Kwa jumba la kifalme tuingia katika jumba la kifalme. Yaani ufalme wanaoita Deep Water. Umeona mambo hayo? Huu mji wote wanaoita Deep Water. Basi mfalme wa jimbo hili alikuwa anaumwa sana. Mtoto wake alikuwa anakuja kumfuata. Baba. Kama mwanangu, kuna hali ambayo si nzuri hapa. Umeweka walinzi? Akasema bado nimepanga walinzi kila mahali. Kinzeni anayetamani ufalme wetu hawezi kuupata leo. Nimeweka walinzi kona zote za ukuta. Hata kama ana mabawa hawezi kutukuta. Hawezi thubutu kupenya hapa. Baba kaambia ni siku 3 zimebaki na kwenda kukabidhi wewe ufalme. Sasa Kinzeni lazima tumuondoe. Bila kumuondoa Kinzeni, basi maisha yetu katika hali ya hatari. Hata ufalme utopata. Kwa pisho kwako lazima tumuondoe huyo Kinzeni. Kumbuka unapojaribu kukata mti, lazima ukate matawi na mizizi. Unasikia mwanangu? Wakati wanaongea zile mambo mzima, Kinzeni na mtandao wake wa kichawi alikuwa akisikiliza. Kinzeni nani mzee? Kinzeni ndio huyu hapa. Akasikia kumbe wananisema. Akajua udhaifu wao uko wapi. Alikuwa anasikiliza mzee. Ni waziri mkuu wa hii nchi mzee. Yaani anataka kugeuza ufalme wake, ufalme huo wa kwake. Cheki mambo hayo. Alikuja mzee na wanajeshi wake wa kutosha ambao ni wa Black Soldiers. Akatoa siri namna hii kwamba anawapa amri ya kuvamia. Hale mambo hayo. Akawarushia chini hiyo nembo manake anataka. Cheki mambo mzee. Akaambia leo siku Deep Water yote mji unakwenda kuwa kwangu, mji wa Deep Water. Akatuma vikosi kwenye jumba la kifalme viugeuze ufalme kuwa mfalme kila mtu, sababu ni waziri mkuu basi tayari ni rahisi sana kuweza kuwa mfalme. Kana mambo hayo. Asa mfalme tuli katika eneo hili. Mzee anampa mtoto wake habari hiyo. Anamtaarifu kwa sasa hivi. Kwa bwana anasema Kinzeni anakwenda kutawala ufalme. Na maana anataka kumgeuza kiongozi yani mfalme. Yesi waziri mkuu. Kwa anataka kumgeuza mfalme. Hachukue ufalme. Akaambia ndicho ninachokwambia mwanangu. Kivote vile. Kwa sababu ni waziri mkuu, ufalme ni rahisi sana kuchukua. Na ni muda mrefu anapambana katika hii hali. Hakuna namna yoyote ya kuweza kufanya. Kinzeni akiingia madarakani, kuna hali ambayo ni ngumu sana. Basi damu nyingi zitamwagika na fujo itakutokea na pia amani itatoweka baba. Kama ndio sababu nakupa habari hizi wewe. Kumbuka mimi ni kiongozi wa Mastiki. Nguvu ya kimungu ya Mastiki. Wewe ni miongoni mwa wanangu. Kwa baba kwa nataka mimi nikuulize kitu kimoja. Na maana baada ya vita hivi kutokea na Kinzeni kuchukua ufalme. Kama sio jambo la kuuliza. Ni wakati wako wewe kujitambulisha wakati kama huu. Nadhani ndio muda mwafaka. Au yaamini maneno yangu kama baba yako anaokuambia? Akasema hapana baba, ninaamini kwamba unafanya kitu kizuri kwa ajili yangu. Cheki mambo hayo. Akaambia utakuwa shinda katika mpambano huu. Utakuwa hodari kule jumba la kifalme. Sasa Kinzeni anazidi kufanya mambo yake. Angalia mambo hayo. Ni usiku mzee. Anaharibu ufalme huu tayari. Anakwenda kutawala ufalme huu. Kala mambo ni waziri mkuu lakini anajiamini si mchezo. Alisajipanga muda mrefu kuchukua huu mji kuwa ufalme wake. Sasa anataka kumpindua mfalme. Anapanda kwenye chumba cha mfalme ambacho anakaaga. Kala mambo hayo. Huyu hapa.
alimkuta mtoto wa mfalme amekaa hapa, ambaye ndo mfalme anayefuata, ili aweze kushinda tema muue huyo. Akamwambia sikiliza, kuna hali ambayo ni mbaya wakati huu. Akasiba akamdunga pale pale. Akaambia leo usiku ufalme huu ni wa kwangu, sio wa kwako tena. Kala mambo hayo. Sasa ameshamuua mtoto wa mfalme ambaye ndo mrisi. Mzee anazinuka mzee. Kinzeni huyu hapa. Ameshaua wote kwenye jumba lao huko ndani. Sasa akamkuta mfalme lala. Lala tu bwana. Naye atakayesubutu kubea maumivu hayo baada ya kumuua ufalme. Wewe lala pumzika, ila nataka uone nikichukua ufalme mbele ya macho yako ukiwa kwenye mikono yangu. Nataka hilo. Awasi mfalme alikuwa hana namna. Kana mambo hayo. Turudi katika sehemu hii. Baada ya usiku ule watoto waliagizwa wauawe, familia nzima ya mfalme iweze kuuawa. Sasa kuna mtoto wa prince, yani mtoto wa mfalme ambaye alisalia wa mwisho kabisa. Kana mambo hayo. Mtoto wa crown prince alikuwa amesalia peke yake. Sasa kumbuka kizazi chote kinauawa. Sasa wakati ule unaendelea, Fuyao alikuwa anapita katika mitaa hiyo. Cheki mambo mzee. Ghafla mnaona kuna mtu mbele mzee. Akamempitia yule mtoto wa mfalme wa mwisho pasipo kujua sakata linaloendelea katika jumba la kifalme. Sasa mtoto ameanguka pale. Ikabidi aangalie. Fuyao si mtundu bwana huyu. Alitumwa tu wai na Ankozu, kwa hiyo alikuwa amekuja mtaani. Kamkuta ameanguka hapo chini. Wewe amka. Alipoamka akamwambia tu, naomba nisaidie. Mimi ni mtoto wa mfalme wa Xiuyuan. Naomba nisaidie tafadhali. Naomba nisaidie. Akawa amezimia. Binti akamchukua akamweka juu ya matungi ya waini. Basi alisi kuna watu wenda wanamfuatilia. Basi baada ya kumweka pale, binti akapoteza muda. Akaamua kuweza kuondoka naye. Bana hiyo. Hawasha mashine mzee. Twende sasa. Sasa amejua kuna watu wanamfuatilia. Sasa amemchukua. Ajui kama ni mtoto wa mfalme wa jengo hili. Upande wa pili sasa unajua Sister Pei huwa anamchukia sana Fuyao. Sasa mheshimiwa inati ni nzuri sana. Ikimfunga mtu huwa akijisumbua na zidi kumfunga. Kwa ni nzuri sana. Asema round hii mkinisaidia kumkamata huyu Fuyao, nikampa adhabu, nitawapa pesa nyingi sana. Fuyao ajua kuna mtu naye anamchukia. Ngale mambo hayo. Sasa huyo mtu akamwona Fuyao anakuja, akajibana mahali. Sasa Fuyao anakuja ajui kinachoendelea. Alipimwa tap. Barota bomba mzee. Kamkosa pale pale. Ikapiga ile mitungi mzee. Binti akaruka kujisaidia maisha yake, akaingia katika mtego. Mashine yenda yenyewe haina mtu naye anaye control. Iligonga chini kamtupa prince kule. Mwisho wa siku nayo ikadondoka chini. Na prince akapoteza fahamu pale. Pale pale. Sasa prince amelala. Baada ya muda kuweza kupita, watu wakapita pale. Jamani saidieni. Saidieni jamani. Wale maaskari walikuwa na muda na huyu. Wanamtaka ule prince yule. Baada ya muda kupita pale prince alipokuwa amelala, kwa mtu alikuja akamuondoa chap, akamuondoa prince halisi. Kana mambo Baada ya kumuondoa prince halisi, akamweka mtu mwingine ambaye sio prince original. Akamweka pale. Basi wakaja akamchukua yule prince ambao sio original. Hawakujua kaondoka naye. Ngana mambo hayo. Turudi katika maeneo haya. Niji ya mlima mmoja mkubwa. Alikuwa amekaa yule anamuita kaka mkubwa, yani first brother. Ambao anamuita Yanhua. Yua. Au unaweza kumuita Yanhua. Binti anamuita Sister Pei alikuja. Sasa Sister Pei auja akamshika mkono. Sister Pei. Akujua kama Sister Pei. Mimi nilijua ni Fuyao. 对不起对不起。 Nadhani ni Fuyao amekuja. Fuyao. Kumbe ni Sister Pei. Karibu sio mbaya. 我跟 Kwani ingekuwa mimi kwa nini nimechukia? 不像。 Kama sio kama nimechukia. Ila tu ni sikutarajia kama nikutana na wewe. 怎么会来这儿？ 师兄和 Kwani Fuyao na mimi kwa tofauti gani? 得了， Leo ninataka nikusaidie kitu kimoja. 有意思。 Kabla mna tofauti najua, lakini sio kwamba kwa ubaya. Nilijua tu ni Fuyao kwa nimeogopa nilivyokuona. 出门有力的时候， Kama jo nakufikiria nini katika fahamu wangu wa akili? 转眼兽医 Nataka katika mashindano haya ya fighting and hunting game katika Mystic Camp 算是 wewe ushinde. 足足把。 Natamani sana. 自从长姐出嫁， Angetamani kama ungeshinda. Ingekuwa jambo moja zuri sana kama Jambo. wewe ungekuwa umeshinda. 催着我回。 Kwa nataka nikusaidie kila namna. Mimi nishindwe lakini wewe ushindwe. Mimi nishindwe lakini wewe ushinde.
师妹， Sasa kwa nini unakuwa unanipendelea hivyo? 师兄还 Kaambia hapana. Yote ni kwa ajili yako. Ina maana hujaelewa kwamba nafikiria kuhusu nini? 想和大师兄一起。 Wakaamba sikiliza. 陪师妹这些年在学， Kama ninajua kwamba unanijali na mimi nakujali. Lakini wewe ni mtu muhimu sana maana 过人， ukishinda katika mpambano huu kama ni mtoto wa familia kubwa kubwa, Taiyu. utapata heshima na kila mtu atakupenda sana. 就算 Wewe ukapata kuweza kumuoa mtoto wa waziri mkuu. 也亲， Hiyo itakuwa ni jambo zuri sana kutoka katika jumba hili. 不想回昆京， Kama hujanielewa kumbe kaka. 在 Na maanisha nataka nifanye kila kitu wewe ushinde 是 kwa 为 sababu nakuthamini sana. 我想让大师兄 Sabinti anampenda. Ming. Anataka aelekea katika point lakini bado anazunguka. Sasa binti Fuya amekaa pale sasa. Kumbuka hii ni neti ya hatari. Sasa ni ukizidi kujisumbua yenyewe inazidi kukukamata zaidi. Jamani mbona nibana zaidi? Akanisaidieni jamani Naomba nisaidieni. Sasa wapiga zile kelele ni chini ya bonde huko. 行， Kama hivi kumbuka hujanielewa. 的心 Namaanisha hivi, hisia zangu mimi. Hawajamalizia kasia kelele za Fuyao. Jamani nisaidie. Nisaidieni. Fuyao. Sasa mpenda Fuyao mzima kabidi aondoke. Hii binti limuma alichukia. Alianza kuongea Fuyao amharibia mipango. Kana mambo hayo. Turudi katika jengo hili. Baada ya kumkamata yule mtoto wa Prince, leo amemleta hapa. Jamaa kabidi ashuke. Kumbuka ni mipango ya Kinzeni ambaye ni waziri mkuu katika hii sehemu. Alifika kaangalia hapo chini. 身份确认了， Mhakiki kwamba ni mtoto wa mfalme. Kabla ndio mheshimiwa tumehakiki ndio yeye mwenyewe. Aliyebakia. 上 Basi mnyongeni, muueni. Alinyongwa pale pale. Anauawa. Ghafla, mheshimiwa, anasema tumwache. Waziri mkuu anasema tumwache huyu. Wewe mwache. 好像 Mheshimiwa anaonekana kama amekufa hivi. Basi ikabidi wamuite daktari. Hana mambo hayo. Sasa binti Fuyao pale anafurukuta furukuta. Wani, nisaidieni. 扶摇， Fuyao, 大师兄， kaka nisaidie. Kaka nisaidie. Akachukua kisu chap huyo. Akaacha kitu kakata pale pale. Kata ile neti basi amsaidie binti. 怎么样？ Fuyao, na wewe ukifanya hivi? 没事， Kama hata sielewi hata. 米酒 Umekuja mpaka ukuta katika eneo kama hili. 没有受伤吧？ Hebu angalia. Na wewe ukutega hivi. Binti akumbuka kuna mtu alimwacha kwenye ile gari ilikuwa inaendesha ile ya carriage ya farasi. Kabidi aje kwa haraka haraka. Ana magari ya miaka hiyo mnaga engine haya. Kuja speed kweli kweli. 换了换了， Jamani, waini zote zimepasuka. Kani. Nitamjibu nini Ankozu hapa? 不仔细， Kamba tena nao. Nitamuelezea kilichotokea. Kama sio hivyo. Kuna mtu mmoja hivi. Mtu? 找什么呢？ Mtu gani? 啊？ Kama mtu nilikuwa nimepakia. Sijui ameelekea wapi. 那个受伤 Nilisi atakuwa hata yuko hapa lakini simuoni mpaka sasa hivi. Kaambia mna kitu kama hicho bana.别人 Anasema ni mtoto, anasema ni nani? 不管了， Si mtoto wa mfalme. 就 Hata sikumbuki. 哎， Akamwangalia kidogo Fuyao ameumia kwenye mkono. Hawa ni mkono umeumia. 还有闲工夫管别人的 Mama ameumia kwenye mkono. Alafu unaendelea kujadili kuhusu maisha wengine. Hebu njoo hapa. Sasa kumbuka huyu ni Fuyao. 就应该有女孩的样。 Kama unaona kidogo muumia kwa hapa hivi. Ichi. Hebu njoo tuangalie jinsi gani nakusaidia. Alafu sio usijali maisha ya mtu wakati muumia, sawa? 这是在关心我。 Kama lakini nilimuona ni mtu mmoja mzuri sana tu mtulivu. Sema sasa alikuwa katika hali ya kuomba msaada. 你的伤口， Kama mwenyewe umeumia unahitaji msaada, kwa nini unawaza mtu mwingine? 你看看，都流血。 Kama mtu angalie mara moja. Basi akaanza kumpuliza masikini, anamsaidia binti. Anampendaje binti huyu? 我知道，因为我对你好，对你特殊，总有一些人想欺负你。今天这事儿， Kaambia najua Fuyao 有人在 haupendi sana kuwa mtu hali ya chini. Hata mavazi unavaa uyapendi. 我都 Mimi nikija kuwa mtu mkubwa au nikishinda nikiwa mtu mkubwa nitakuchukua kutoka katika hali ambayo uitaki. 我就欺负回去。 Kama unaniahidi hivyo. 就是要强。 Kaambia nakuahidi Wait. katika mashindano haya nikishinda, hakika nitakwenda kuwa mtu mkubwa. Nikisha kuwa mtu mkubwa katika jumba la kifalme, nitakuja kukuchukua utakuwa mke wangu kabisa. Naomba unisubiri na ujiandae. 奴 Kuwa mke wangu, nitakutoa katika hali kama hiyo. Ukiwa mke wangu utakuwa katika mtu wa juu sana 有人的主， kuliko hata watu wote walioko chini. 我心 Najua upende kuishi katika maisha ya watu walio chini. Hawa watu maskini nova mavazi kama hayo. Kufanya kazi mimi sipendelei. Watu wanaongea pale, Sister Pei yuko pale anaona wivu. Maana nampenda sana huyu Mr. Yan. 有大师兄这番话， Kaambia kuona niahidi hivyo. 我受到什么委屈？ Lakini hakuna shida. Mimi nitajali kile ambacho unakijali wewe kama
不过 mtu wangu wa karibu, rafiki yangu wa karibu. 能像不惜 Tangu utotoni mpaka leo ni miaka mingi zaidi. 我的弟 Tumeshikamana pamoja. 也早日能脱 Natarajia utakuja siku moja nikatoka katika hali kama hii. Lakini nachukia sana tunapochukuliwa watu wa kusaidia. Sisi tukawa tunawafanya nyinyi na wafanya kazi wetu. 好了好， Kama sio hivyo. 说起 Ni katika hali ambazo zimezaliwa tu, ila nikiwa mtu mkubwa nitaondoa hiyo hali na kuahidi. Twende mwe. 走。 Ghafla kasikia kengele inapiga. Manake wote wanahitajika katika uwanja wa kivita. Yaani uwanja wa hunting and fighting game. Bana hii. Sasa kengele kama ikipigwa maana kuna mgeni ameingia ambao ni tofauti kabisa. 来人自称是国 Kama nini inapigwa hiyo? Kama kuna waziri mkuu nasikia anakuja. Kabidi akaangalia maana hii majestic ni kama sehemu ambayo kama vile temple hivi. 派熊去太原， Sasa kuja hapa ni watu wake wanawazuia watu wa waziri mkuu asiingie. 哎，可以随意闯。 Kama mruhusi kuingia huku. Hii ni majestic camp. Kaambia waacheni wapite. Basi alipita, alikuwa ni baba huyo. 李仁不台正是玄元派， Akaambia hapa ni majestic camp. Ya. Naweza kujua watu wakina nani na mmetoka wapi? 一两个中用的大 Kama tumetumwa na waziri mkuu katika hii sehemu ya majestic. Maana sio muda mrefu. Kuna mgonjwa ambaye tuko naye hapa leo anahitaji msaada. 阁下在昆京待久了， Hao umesikia kuna madaktari hapa? 是该是怎样？ Hapa hakuna madaktari. Kaambia hapana. Kuna mtu ambaye ni mgonjwa. Ghafla nyuma vikosi vinatimba. Waziri mkuu anakuja. Waziri mkuu wa nchi. Maana vote vile lazima msaidie. Basi kwa anahitaji daktari kumtibu yule mtu, amekumbuka ni Prince. Walitaka kumuua kamnyonga kidogo kujamalizia. Sasa amezirai, wanataka mtu wa kumtibu. Sasa wakamleta daktari mmoja. Nataka uangalie anavyofanyia matibabu mzee mzima. Huyu daktari anaonekana sio mtu wa kawaida. Wamekaa pale wanasubiri mgonjwa hatibiwe. Kumbuka walimnyonga kidogo, sasa amepoteza fahamu na nini na muda mrefu. Mambo yao wasiri hawajajua. Sasa nichekee shughuli mzee mzima anavyokutibia mzee mzima. Huyu daktari si mtu wa kawaida. Chaki mambo mzee mzima. Nakupigia spot nne mzee hizo. Wanaita freezing point za Kichina. Huko anakomkisia na kaambia mheshimiwa naamini daktari yuko vizuri. 里边的 Cheki mambo daktari mzee. Cheki daktari mzee mzima. 圣宗院， Anatumia uchawi si mchezo. Anavuta zile sindano. Cha cha cha. 每年入秋才会上。 Cheki mambo mzee mzima. Huyo ni daktari mzee ambao ni shida. Cheki mambo hayo. Amemaliza shughuli yani. Kama daktari ana uwezo mkubwa, ametibu mamia ya watu kwa muda mrefu. Naamini tutakamilisha mpango. 他不是土， Kama tevyo ninavyomuona sio kawaida. Daktari alimaliza shughuli akawa anatoka. Huyu daktari muangalie vizuri sana. Cheki hiyo sura mzee. Alafu namba ni mtu mmoja siri afu smart sana. 此人无碍， Akaambia mtu huyu anaonekana alinyonga kwa makusudi na kidogo ameumiza vibaya sana. 先生给病人 Akaambia nataka kujua anaendeleaje. Akaamba kujua anaendeleaje, sio anaendeleaje hayo. Hayahusiani na mimi. Ila tamka sio muda mrefu. Alafu kingine mwe mwangao uangalifu muda mwingine. Wewe unamjibuje Prince kiasi hicho? Hawezi kumjibu waziri mkuu vibaya hivyo. 罢了罢了， Hao acha aende. Sasa ni mkorofi. 人民 Kaambia wewe ni madaktari wa korofi kama hawa. Zira- Ndio wanafanyaga matibabu fresh. 奥 Huenda akawa ni mkweli. Ila baada ya masaa kadhaa hataamka mtu, tumeambiwa. Ngana mambo hayo. Huyo kwa ni Prince sasa anakumbuka siku ile kati amelala pale mzee mzima baada ya kuangushwa. Kumbuka huyu ni feki. So original. Ile original alichukuliwa chap. Aliletwa pale ilikuwa ni feki. Kwa hiyo aliyoko hapo sio ni Prince halisi bali ni feki. Ngana mambo hayo. Angalia sura ya mtu huyu. Uangalie na ya mtu huyu. Basi baada ya muda kupita babake alitoka katika chumba cha matibabu, akaja kuonana na mtoto wake hapo. 父亲， Akaambia tulia. Sasa ni baba yake, kwa lazima wanauliza sana maswali mengi sana. 翻过去， Akaambia sikiza mwanangu, 我新伺候着 wewe。ni waziri mkuu amekuja hapa. 里面究竟 Kama kiongozi wa mji huu na yeye ndo kinzenu tunamjua, anataka kupindua ufalme kidani. Kwa hiyo inakuaje? 齐镇 Kaambia tusiingilie kwanza. Kama amekuja hapa tumwache kwanza. 何惧？ Maana yeye ndo anataka kupindua ufalme kidogo, amu Crown Prince amefanya kama siri, 倒是 lakini ni ukweli. Kangalia walinzi wake wamejaa kila mahali. Kaona kuongelea hapa sio pazuri. Baada ya muda kupita muda mrefu sana. Sasa kumbuka ni muda ambao anaamka ule Crown Prince baada ya muda mrefu. Matibabu kumbe alikuwa ni safi, sasa nyakati anaamka. Kwa mga anashtuka mzee, anamuona ule Crown yani
Kinzeni ambaye alikuwa anataka kupindua ufalme wao. Alikuwa anataka uawe. Sasa akashangaa, ala, 这里有什么地方？ niko wapi hapa? Basi Kinzeni ambaye ni waziri mkuu mwenye tamaa ya madaraka ya ufalme wao aliamka. Kwanza akataka kumjaribu kijana, maana watu wa ufalme huwa na nguvu fulani. 轩辕民 Ambaye hatimaye umeamka sasa huko salama. Sasa anataka kuhakikisha kama huyu ndio mwenyewe usio wana nguvu ya control maji. Ngana mambo hayo. 不是 Ambia hapana. Najua kammwagia maji, akampima chap. Sasa shule nzima akashika ile moja akazungusha cha. Sasa mambo mzima. Avya akaachia tu kwenye mkono pa. Sasa mambo hayo. Akaamini kumbe. Akaamini kweli ni Crown Prince mwenyewe. Kumbe jamani, ndipo anarudishia katika bakuli, hayajamwagika hata tone. Bale 轩辕王 nilijua tu watu kani mna uwezo fulani, ukoo wa mfalme una uwezo wa control maji, nikaamini bila shaka utakuwa wewe. 这是谁？ Kama unamaanisha nini? 为什么来这？ Nataka kuniua? Jamaa akasogea mbele. Yaani msiniue. Kumbe wanampa heshima, wanaamua kumkabidhi ufalme. 我世子 Lakini kumbuka, kaambia mheshimiwa mfalme 官 hudumu kwa muda mrefu sana. Jamaa akashangaa. Yaani nitaka kuuawa so muda leo nimegeuza kuwa mfalme tena? Kabidi asangae. 你说谁是世子啊？ Mimi ndo nakwenda kuwa mfalme. 看来从昆 Kama ndio mfalme kwa sababu anaumwa, aliniachia maagizo kwamba wewe ndo uwe mrithi wa ufalme. Baada ya huu muda kuweza kwenda, 太 unakwenda kuwa mrithi wa mfalme 英姐 wa baba yako. Siku 3 zinazofuata tunakwenda kukufanya kuwa mfalme mkubwa katika taifa hili. Akashangaa. Yaani nitake kuuawa leo na kuwa mfalme tena. Alishangaa sana. Yaani mimi nakwenda kuwa mfalme? 世子 Kaambia kwani uamini mheshimiwa? 别等 Tayari unakwenda kuweza kuwa mfalme. Kumbuka wewe ni mtoto msalia. Baba yako alikuwa ni Crown Prince amekufa. Wewe ndio wa mwisho kwa maana yake unatakiwa uweze kuwa mfalme. 我是后 Anakuwa mfalme? Hii inawezekanaje? 我成为太原 Naweza kuwa mfalme? Akaambia siku chache zinazofuata tunakuapisha kuwa mfalme wa taifa la Deepwater. Jamaa alicheka sana. Bwana hivi unashangaa ilikuwaje anakwenda kuwa mfalme? Alitaka kuoa ghafla anageuza kuwa mfalme. Hiyo ni mipango ya Kinzeni, hakuna ajuaye. Ngale mambo hayo. Ni mipango ya Kinzeni nzima, hakuna ajuaye. Hiyo ni sehemu ya kwanza basi katika mashine bomba hii hapa. Wanaita The Legend of Fuyao. Kumbuka DJ Hero mitamboni kama kawaida. Kwanza kama unajiunga basi subscribe hapo chini tuweze kwenda sambamba zaidi. Katika moto mzito anauita huu hapa. Anauita The Legend of Fuyao. 你懂什么？三界有什么好？若无贪嗔，若并无烦恼，又怎 Kumbuka ni utangulizi kabisa, bado dianza moto wenyewe. Huu ulikuwa ni utangulizi halisi katika mashine bomba hii. 为情 Utangulizi halisi ndio umetangulia. Kumbuka ni episode ya kwanza. Kama unajiunga na channel hii basi subscribe hapo chini tuweze kwenda sambamba 一个 katika mashine bomba na safi. 你用生 Ukiwa pote pale ulipo nipo ni kwa 0742 求， 140135. Angalia nani ya mashine bomba hii hapa. 不苍老，又怎叫花火孤身诛心斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑，要我美得多。 Tutana katika episode ya pili ya mashine ya Princess Waita The Legend of Fuyao.